السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي من علينا نعمة الإسلام وهدانا بهديه إلى طريق الرشاد، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده محمد صلى الله عليه وسلم. نشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة ومحى الظلمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. أما بعد. Ndugu zangu Waislamu, ikiwa leo tuko katika saumu ya 14, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tunamshukuru kwa kutufikisha siku kama hii ya leo, tukiendelea na jamvi la Ramadhan katika runinga yetu ya Al-Mawarid Online TV, The Beauty of Islam. Leo insha Allahu Ta'ala tuongelee kuhusu kujizuia na hasira. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameanza kwa kusema kwenye aya, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. Allah anza kutuambia wasari'u ila maghfirah, kimbilieni kuomba msamaha na maghfira ya Allah Subhanahu wa Ta'ala inayotokamana na yeye mwenyewe, lakini pia tukimbilie kuitafuta pepo ambayo kwamba Mwenyezi Mungu ameisifia kwenye aya kama hii, arduha samawati wal ard, upana wake na ukubwa wake ni sawa sawa na mbingu na ardhi. Uiddat lilmuttaqin, imeandaliwa wacha Mungu, imeandaliwa wale wanaomuogopa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Halafu akaleta sifa watu watakaoingia katika hii pepo ni watu aina gani? Asema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, alladhina yunfiquna, ni wale ambao kwamba wanatoa kuwasaidia wenzao, kuwasaidia wasiojiweza katika jamii, fi sarra'i wadh-dharra, wanatoa hali ya kuwa wako katika nafasi zao nzuri, yani hali ni nzuri ya kimapato, wadh-dharra, lakini pia saa zingine hali wanatoa hivyo hivyo hata kama hali ni ngumu, lakini wanajipiga hivyo hivyo mpaka wanasaidia wenzao ambao kwamba wako katika hali duni zaidi. Allah pia akasema mbele, walkadhimina alghaidha walafina anin nas, na wale ambao wanajizuia, wanameza hasira zao, hawapatilizi wenzao, hata kama wakichokozwa, hata kama wataudhiwa, hata kama watarushiwa maneno makali, lakini wao hujaribu kuzuia hasira zao ili wasiweze kuzidhihirisha, ili wasiweze kulipiza mabaya kwa mabaya, badili yake wanavumilia na kujizuia na hasira kama zile. Wala afina anin nas, na wale ambao kwamba wanawasamehea wenzao, wale wanasamehea wanadamu. Kwa kuwa wewe unaweza kuudhiwa, unaweza kuchokozwa, unaweza kurushiwa maneno makali, lakini kitu cha kwanza ambacho unafaa kuzingatia ni kufanya namna gani? Kujizuia na hasira kama zile. Katika mwezi mtukufu wa Ramadhan, Mtume sallallahu alaihi wasallam ametuelekeza katika hadithi yake. Mtume sallallahu alaihi wasallam akituambia, fa in sabahu ahadun au qatalah falyaqul inni mru'un saim, endapo mtu atakutukana au akakurushia maneno makali au akataka mgombane, mvutane kwa maneno, basi mjibu kwa kumwambia inni mru'un saim, mimi nimefunga, mimi ni mtu aliyefunga kwa sasa hivi, sitaki maneno, na ujiepushe na hasira kama zile au hali kama ile ya kurushiana maneno makali na kugombana. Kwenye mwezi mtukufu wa Ramadhani, ni mwezi ambao kwamba unatufundisha tuwe wapole, unatufundisha tuwe ni watu ambao kwamba watakuwa
wamefundishwa na wamepata mafunzo kabambe, kwa sababu Ramadhani ni madrasa. Ramadhani ni chuo ambacho kwamba kinawafundisha wanadamu kubadilika kutoka kwenye hali fulani kuja kwenye hali nyingine. Ikiwa ulijulikana wewe ni mtu mwenye hasira nyingi sana, wewe ni mtu ambaye ukichokozwa tu kidogo uko na hasira na utalipiza na kupita mipaka, miongoni mwa alama za mtu mnafiki imekuja katika hadithi, mtu atakaye chokozwa kule kulipiza kwake, au ikiwa anafanya utesi na mwenzake, basi zajar huzidisha kupita kiasi. Kwa hiyo hali hii Mtume sallallahu alaihi wasallam amefundisha pia katika hadithi nyingine, akatwambia laysa shadidu bisur'a, si mwenye nguvu, si shujaa yule mtu ambaye anapatiliza moja kwa moja, innama shadidu alladhi yamliku nafsahu inda alghadab. Mtume sallallahu alaihi wasallam ndio kielelezo chetu chema. Mtume sallallahu alaihi wasallam ndiye mwalimu wetu wa tabia zote njema. Allah amemsifu akisema, wa innaka la ala khuluqin adhim, na hakika wewe uko katika tabia iliyokamilika, tabia iliyokuwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amemwekea Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ni tabia au ni akhlaqi ambayo ni ya kuigwa na Waislamu wengine wote waliobakia. Mtume sallallahu alaihi wasallam aliudhiwa sana. Mtume sallallahu alaihi wasallam alifanyiwa mambo ambayo kwamba ni ya kuchukiza, mambo ambayo kwamba hayapendezi kabisa kwenye uso wa mwanadamu yeyote yule, lakini alijizuia hasira zake. Alionyesha kwamba yeye ni mtume wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, hakutumwa kupatiliza watu, bali alitumwa kuhurumia watu na kuwaombea rahma kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Allah akisema, wama arsalnaka illa rahmatan lilalamin, wala hatukukutumiliza ewe Muhammadi ila iwe ni rahma kwa ulimwengu mzima. Tukumbuke wakati Mtume sallallahu alaihi wasallam alipokwenda kufanya da'wa sehemu za Taif, ni kisa maarufu. Alipokwenda kufanya da'wa sehemu za Taif, na watu wa Taif wakaamrisha vijana wao, watu wao au watoto wadogo ambao kwamba ni watoto wa mitaani wale, wakaamrishwa watoto wampige mawe Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na Mtume akapigwa na akaumizwa vibaya sana. Kwa mwanadamu wa kawaida angeshikwa na hasira nyingi sana. Malaika Jibril alayhi salatu wassalam alimjia Mtume Muhammad na kumuuliza, ya Rasulullah, mimi nimetumwa na Mola wako nije nikuulize chochote unachotaka wafanyiwe hawa watu. Ukitaka tuchukue huu mlima na tuupaze juu na tuurudishe na tuwafinike na tuwaponde ponde na tuwasage na tuwafinike kwenye ardhi, basi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yuko tayari kukufanyia hilo ewe Muhammad. Hata ukisema ardhi ipasuke na wadidimie ndani wote, Allah yuko tayari kukufanyia, na ombi lolote lile utakaloomba Mwenyezi Mungu yuko tayari kukufanyia. Lakini jawabu ambalo kwamba alilolijibu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ilikuwa ni jawabu dhahabia, jawabu ambalo kwamba lahitaji kuandikwa kwa wino wa dhahabu katika kurasa mbalimbali. Kwa sababu gani? Ilikuwa ni jawabu ambalo kwamba ni la huruma, ni jawabu la mzazi kwa mwanawe, ni jawabu ambalo ni la mtu mlezi ambaye kwamba anataka kulea walio chini yake katika malezi mazuri ya huruma na upendo. Alimjibu Jibril kumwambia, waache hawa, hawajui chenye wanafanya kwa sasa hivi, laalla huenda katika migongo yao kutatokea watu ambao kwamba wataithamini dini kama hii na kuipeleka mbele na kuipigania na kuhakikisha dini hii inasonga mbele. Kwa dua hii anawaombea watu ambao kwamba wamempiga mawe, watu ambao kwamba wamemuumiza, watu ambao kwamba wamemwonyesha kila aina ya udhalilifu, lakini Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam hakuchukulia hasira, badili yake alivumilia na akahakikisha kwamba yeye ni mtume wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na hawezi kupatiliza mabaya kwa mabaya. Hili ni funzo kwetu sisi Waislamu ambao kwamba tumebakia
kwamba kule kuzuia hasira zako ni miongoni mwa sababu na njia ya kukupelekea wewe kuingia katika janna ambayo kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameahidi janna kama ile wataingia wanaomcha Allah Subhanahu wa Ta'ala, na ukubwa wake ni ukubwa au upana wa mbingu na ardhi. Ndugu yangu Muislamu, katika Ramadhani kama hii huwa kunatokea mambo mbalimbali. Watu huweza kuteta kwa vitu vidogo vidogo. Watu hukuta wameteta kwa sababu ya chakula labda kinagawanywa msikitini, labda kwa chakula kimepikwa kikaletwa msikitini. Watu wakaanza kuvutana labda kwa sahani, labda kuvutana kwa kikombe, labda kuvutana kwa chupa ya maji, na ikapelekea mtu kurusha maneno makali sana na kumrudishia Muislamu mwenzake, mpaka ukadhania kwamba Waislamu kama wale wako kwenye siku zao za kawaida ambazo kwamba si za Ramadhani. Hii si tabia nzuri. Hii si katika akhlaqi ambayo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ametufundisha, bali ni akhlaqi za ambao kwamba ni makufar, ni akhlaqi za watu ambao kwamba ni munafiqina. Ikiwa wewe uko na tabia kama hii, uje msikitini urushie mwenzako maneno makali. Juzi napata mwingine anarusha maneno makali sana, au maneno ya kuudhi Waislamu. Mfano akasema alipatana na rafiki yake ambaye kwamba si Muislamu, na yule rafiki anajua yeye ni Muislamu na imefika wakati anataka kufungua. Yule rafiki yake si Muislamu, aliingia ndani ya supermarket akamnunulia kitu ambacho kwamba atafungulia jioni ikifika, au wakati yeye atakapokuwa anafanya iftari yake. Yule bwana alitoka nje ya duka kama lile na kuanza kurusha maneno ambayo kwamba ni ya kuwaudhi watu wengine, na kuanza kusema, angalia kafiri ambaye kwamba si Muislamu ameninunulia kitu kama hii, na Waislamu wenyewe wananiangalia tu, hakuna mtu anayenisaidia, hakuna cha Uislamu hapa. Akarusha maneno ambayo kwamba si mazuri, ni maneno ambayo kwamba kupatiana au mtu kukusaidia kitu ni khiari yake, bali si lazima. Lakini wakati utakaposaidiwa na mwingine, yule aliyekusaidia, badili ya wewe kurusha maneno kama yale dhidi ya Waislamu, ingelikuwa fursa ile mtu kama ule angechukua na akaweza kumuadhia yule aliyomnunulia kitu kama kile, akampiga dawa, akamwelekeza njia nzuri, akamvuta katika njia ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, njia ya la ilaha illa Allah. Ikiwa ameweza kutambua imani yako na kuweza kukukirimu, basi kuna uwezekano wewe endapo utakapomfanyia dawa, huenda akarudi katika njia ya haki, njia iliyonyoka ambayo wanadamu wote wanahitaji njia kama hii. Maashara almuslimin walkadhimin alghayz, na wale wenye kuzuia hasira zao wakati wanapoudhiwa, ndio watu ambao kwamba wataingia janna ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa mengi zaidi insha Allahu Ta'ala, tujiunge katika jamvi lijalo tutakapopata fursa nyingine insha Allahu Ta'ala. Usikose kufuatilia runinga yetu ya Al-Mawarid Online TV, The Beauty of Islam au The Beauty of Islam, ikijia moja kwa moja kutoka kwenye jiji letu la Kisumu. Wajazakumullahu khairan, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.